Na wewe mwanadamu, itabirie milima ya Sinoni mlimani. Huyu ndo kwake alikotoka. Amewahi. Maana ujanja kuwahi, sio kupata tu, kuwahi. Nawe mwanadamu, nawe ulioko kwenye kongamano, na wewe unayesikia kupitia Radio Amani, itabirie milima ya wengine wamefumba ajui kwao. Itabirie, inene. Amina. Na ndio tunachotaka kusema kesho. Lazima tunene ardhi ya nyumbani. Endelea. Mstari wa 7. Wa 6. Okay. Haipo. Nilikuwa pale sijamaliza sasa. Haya, malizia basi. Useme enyi milima ya taje sasa. Lisikieni neno la Bwana. Nimesikia masikina. Basi katika kutabiri habari za nchi ya... Endelea tu. Msaidie, unaona upepo unamsumbua upepo wewe ulioko karibu naye. Uiambie milima na vilima, mifereji ya maji, na maji na mabonde. Bwana Mungu asema hivi, tazama nimenena katika wivu wangu, na hasira yangu, kwa sababu mmechukua aibu ya mataifa. Basi Bwana Mungu asema hivi, nimeinua mkono wangu kusema, hakika mataifa walio karibu nanyi pande zote, wao watachukua aibu yao. Lakini ninyi, enyi milima ya Israeli, mtachipuza matawi yenu na kuwapa watu wangu Israeli matunda yenu, maana wakaribu kuja. Maana tazama, mimi nasimama upande wenu, nami nitawaelekea, nanyi mtalimwa na kupandwa mbegu. Natosha. Unajua anachokiongelea Mungu hapa, anaiongelesha ardhi. Anaiongelesha ardhi kana kwamba anaongea na watu, na ardhi inasikia. Kwa hiyo tulikuwa tunaangalia kipengele cha kusikia, kwamba ardhi ina tabia ya kusikia. Amina. Na kwa sababu ina tabia kusikia, basi neno lako daima ulione kama mbegu. Tumsifu Yesu Kristo. Ulione kama mbegu. Tamka maneno mazuri. Jifunze kutamka maneno mazuri, maneno ya kubariki. Mimi nawafagilia sana wazungu. Sasa wazungu wana tabia hii. Hebu aje mama mmoja au dada mmoja, yote wale ambao bado wanaenda kuleta watoto kule supermarket. Wewe ambaye bado unaenda kuleta watoto supermarket, njoo hapa tamkie maneno haya. Haya, kijana gani ambaye umeolewa? Bado. Safi kabisa. Kijana ambaye hajaoa, njoo. Lakini baadaye usije ukaomba namba yake ya simu, ukasema jamani, tena mbele za watu. Imeshatokea hiyo. Hii ni hapa tu. Haya, njoo wewe ambaye hujaoa. Wanaume unajua ni ngumu Yaani inakuwaga ngumu hivyo mpaka kwenda mbinguni. Itakuwa ngumu kweli, sisi ni wazito. Mwanaume ambaye hajaoa, njoo. Kijana ambaye hujaoa. Sawa. Njoo mheshimiwa. Sasa uone wazungu wana tabia hii. Kwa mfano, huyu binti ni mjamzito. Akirudi huyu kutoka kazini kokote kule, cha kwanza sawa, atamhagi. Mambo mhagi. Naona hivi si mwanamke, wewe changamka sasa. Naona haya. Baada ya hapo, kwa sababu ni mjamzito, kinachofuata sema hiyo mnapenda. Wengine hawa wamelala, lakini watu machokono.
Siendelee sasa, rudi. Basi ngoja tumalizie. Cha pili, kwa sababu mke wake ni mjamzito, mara moja anapeleka sikio lake kwenye tumbo. Unaona? Eti anamsikiliza mtoto. Ndio hapo wazungu walipotushinda. Na ndio maana mazungu yanazidi kuwa na akili bado watoto wanafanya mavitu ya ajabu, kwa sababu anatamka hicho alitamkiwa tangu tu, na kumbuka hapa amekanyaga ardhi. Kwa hiyo hata ile ardhi wakati anatamka, maana yake ardhi imesikia. Najieleza vizuri? Sasa baada hapo anamuongea naye, muongeshe mtoto yuko tumboni. Ndio kama si ongea na mtoto, unaona? Anamsemesha mtoto. Na huenda kwa wenzetu tayari ameshapima, anajua labda ni mtoto wa kike. Anamwambia, you are the most beautiful girl in the world. Katoto kako kada wiki 2 tu 3. Kamwambia, yeye ndo mzuri kupita wanawake wote. Haishi hapo. Anamwambia, you are the brightest girl I can tell you. Yeye ndo mwenye akili kupita wengine wote duniani. Anamtamkia na huku. Tuko pamoja? Alafu akisogeza kichwa hivi, Everest, oh, she kicked me. Eti mtoto kampiga kipepsi. Nendeni. Sasa ngoja sisi. Tena si tu ya muda mfupi, kubwa tayari kabisa. Kuna ile mwanzoni anajificha gauni refu. Wewe ngoja hiyo kubwa. Anapenda vaila hivi. Tena wala hana shida. Sasa wewe badala ya kufurahia kwamba siku si nyingi ataenda supermarket kumleta mtoto. Mazingira, hebu sema mazingira. Maana wenyewe wapo hapa, sawa jamani? Huwezi kwenda zaidi, amina? Anaenda wiki karibuni ataenda supermarket akamleta. Lakini jamaa akirudi anamuuliza, jamani baba mode, nini na wewe? Huyamsikia mwenzako asema nini? Nini? Si nilikuagiza udambu wa dagaa wewe. Si nilikuagiza embe mbichi. Kwa hiyo sasa iko wapi? Hivi na akili zangu kabisa mwanaume. Naanza kwenda sokoni kutafuta embe. Ni hilo limimba lako. Ndio nimekutuma. Mbona hiyo? Ni hilo? Maana ni hilo litoto? Sio manake. Kwa kumbe huyu si mtoto bali litoto lako. Na hapo umekanyaga ardhi na una point. Mungu atuhurumie. Sasa ngoja kichefuchefu kije. Ni kweli kinakujaga automatically, lakini wakati mwingine pia wanatingisha kiberiti. Ili aone wewe mwanaume huyu baada utafanyaje? Ingekuwa oh my gosh, what is happening? Oh my God. Akikosa kitu kabisa anakinga hata na nguo yake na mke wake. Ngoja wewe, sukatapikia kule bwana. Unatoa kichefuchefu hapa, watu tunashindwa kumalizia bia yangu matapishi yako. Kwa hiyo naona bia mwingi zaidi. Mungu atuhurumie. Ardhi. Amina? Amina. Amina. Tumuombe Mungu sana atuhurumie. Tufanye ukombozi wa ardhi kesho. Amina. Kwa sababu imesikia mengi. Imesikia mengi. Hivyo nishamaliza pale. Okay, nimemaliza. Hebu tusome Isaya 1:2. Tumalizie hiyo, tuingie kipengele cha pili. Tabia ya pili ya ardhi. Hizo mbili tu. Sikieni enyi mbingu. Sikieni enyi mbingu. Tega sikio nchi. Umesikia hiyo? Ndio maana nimekuambia hapa. Helete, si nilikuwa tunasubiri. Amenifanya mpaka nimekawia. Pastor imekuja, piga makofi. Iko wapi? Maana hata mwenyewe sijui bwana. Inatokea? Haya ije. Leta hapa. Hebu soma tena, sikia tena. Sikieni enyi mbingu. Sikieni enyi mbingu. Tega sikio. Tega sikio. Nchi. Nchi. Kwa maana Bwana amenena. Bwana amenena. Nimewalisha watoto na kuwalea. Nao wameniasi. Naona hiyo Mungu anasikia. Mungu anasikitika.
Hao watoto nimewalisha mwenyewe, nimewanyosha, lakini wamenia. Ndio pale mzazi umemwacha nyumbani, analala nyumba ya nyasi, wewe uko huko, alafu wenzake wako kwenye msausi, yuko kwenye majani ya mvua, ikanyesha, akaamka, ilibidi alale kwa kusimama mlingoti, maana mvua imeingia ndani pale na vuja. Asubuhi anasema hivi, mimi nimezaa kweli? Umesikia hiyo? Wow. Ngojeni kwanza. Ya Mungu mengi. Sasa tukashangilia, kumbe sio mzigo wangu tena nione. Imeandikwa Festus Arusha. Okay. Sawa kabisa. Okay. Hebu fungua tuone. Fungua tuone kilichomo ndani yake. Fungua tuone. Weka haraka basi. Ndani yake. Fungua tuone kilichomo. Naona visakramenti ndani ya kanisa Katoliki vina gharama, kwa sababu tunapata vile OG. Amina. Sasa nyinyi wenzenu wanachukua tu mafuta ya nani hapo ya transfer. Wao unaiba mafuta ya transformer, wanachanganya na sijui ya nini na nini na nini, wanakwambia haya hapa kanyageni. Si bure watu walikufa. Mungu atuhurumie. Nasema kisakramenti hivi kweli kitu kitakatifu unakanyaga. Na niliwaambia safari wenzenu wanakuja na mpya, sio kukanyaga tena. Sasa hivi watanua maturubai kama haya, wanatandaza kama papot, unaubia pale mlangoni pale wanatandaza, alafu wanasema leo ni kusaga kwa makalio. Na mtaenda mtasaga tu. Sasa wakina mama itakuwa rahisi, shida wazee. Na sasa utafanyaje sasa? Maana wengine atafanya tu hivi. Anapandisha tu na saga na makalio. Sasa sisi mpaka uvue suruali Kristo shika. Bwana atuhurumie. Amina. Sasa visakramenti vyetu vina gharama, kwa sababu tunajua. Naona mpaka huko tena wameweka makitu huko. Namshusha hapa chini kidogo. Okay. Haya hapo. Naona bwana hesabu ziko chupa ngapi? Imeandikwa kwa lugha 4. Kuna Kifaransa, Kijerumani, Kiitaliano na Kiingereza. Sasa kwa Kiingereza wanasema hivi. Brother Andrew. Ngoja nichukue miwani. Maana sasa si wazee, tumeshakuwa wazee sasa, wazee. Siko 12, mitume 12, safi kabisa. Anasema Brother Andrew often advised those who came to him to rub themselves with some vegetable oil which had been burning in front of the statue of Saint Joseph. Even today, oil used in this manner remains as a link with our tradition. It is an expression of faith. It is not the oil itself which cures, but the Lord who hears the prayer of the faithful. Amina. Aliyepata maono haya alikuwa anaitwa Brother Andrea kule Montreal, Canada. Yeye pale kwao kulikuwa na miti fulani na nini, akapata operation, akatokewa kwamba atengeneze yale mafuta ambaye alikuwa yanatumika kwenye sanaa ya kutukuka Mtakatifu Yosefu, na kwamba awapake watu ambao walikuwa wana shida mbalimbali na hasa magonjwa yaliyoshindikana, na kwamba mpaka leo wanaofanya hivyo kwa imani hiyo, basi miujiza hiyo inatokea. Amina. Amina. Mimi nilienda pale, niliona mwenyewe kwa macho, na yule tour guide akatembeza,
nikaingia kwenye hicho kikanisa cha Brother Andre. Alikuwa 1800 huko ndio alikuwa anafanya hizo huduma. Amina. Ukiingia pale kwake utakutana na wheelchair, utakutana na magongo, utakutana na miwani, utakutana na vitu gani, utakutana na vitu walivyovirudisha watu walikuwa na upofu, vitu gani na nini na nini na nini. Sasa kutoka nikaingia kwenye bookshop yao ndo nikakutana na haya mafuta. Kitu fulani kanifanya tangu 2013 nilipoenda mpaka leo huwa tunafanya huduma hii. Amina. Na yana shuhuda nyingi mpaka wale ambao matumbo sio walifanya nini na hivi na hivi. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sasa leo tutawapaka haya kwa sababu iko ndani ya kanisa letu Katoliki. Wenzetu kule wanafanya. Na bahati nzuri siku moja niliona jinsi wanavyofanya pale. Mafadha na nani wanafanya hivi. Na watu wanakuja. Na mzungu akiamini kitu, wenzetu ni watu wa sayansi sana. Kuja kwenye kitu cha kiimani na haya yanatokea kweli. Ni wale wachache tu wanaokuja huku kuleta dini sijui namna gani, wale wengine madhehebu mengine wanafanya michezo ya kuigiza. Ni wale makongamano makubwa mnayoona wanatoa huko kwenye vyombo vya habari na mingine, ile ni maigizo. Watu walishampanga, wewe utakuja mguu tangu unakuja alafu takapoita haya wale wakunani waje hapa pepepe hapo baada muda tu anabeba magongo juu na wheelchair. Uongo mkubwa. Mungu atuhurumie. Lakini uongo ulivyo mtamu na tunavyotaka tunaenda huko. Mungu atuhurumie. Tulikuwa tunaongelea kipengele cha kusikia. Amina. Kwa hiyo ujue kwamba ardhi inasikia, inatosha kwa hayo. Amina. Kwa hiyo tamani kuongea yaliyo mazuri kwa mkeo. Ongea mazuri kwa mmeo, ongea mazuri kwa mtoto wako, ongea mazuri kwa nchi, ongea mazuri kwa rais wa nchi, ongea mazuri. Kinywa chako kifunze kutamka mazuri. Amina. Sitamke maneno mabaya, ni mbaya. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa maneno yanaumba. Kule Ngaramtoni kule kipindi cha kwa mama ameenda kujifungua. Sasa mzee alikuwa anataka watoto wa kiume pia, maana huyu amezaa wa kike tu. Alikuwa anataka wa kike, maana amezaa wa kiume tu. Mzee kaja na kibao kusikeri chake pale anauliza, Yeyo, oe. Baba no sidai. Kwade haya, kwade siye. Anamuuliza sasa, mtoto gani naleta? Akageukia ukutani. Iso jambasi. Mtoto mdogo tayari kishaitwa jambasi kisa mwanaume. Na kweli atakuwa jambasi. Umetamka kwenye kitanda na kitanda kimegusa ardhi. Mungu atuhurumie. Tabia ya pili, tumalizie tuingie kwenye huduma. Tabia ya pili. Ardhi ina tabia ya kuongea. Ardhi ina tabia kufanya nini? Ya kuongea. Si kiumbe hai? Ardhi inaongea. Sasa nani mwenye sikio la kusikia hiyo ardhi ikiongea? Inaongea kwa kusoma alama za nyakati zilizoko hapa. Ardhi inaongea. Unasikia sasa? Unasikia wewe? Yakobo alilala pale, ardhi ikaongea katika ndoto, na asubuhi akasema mahali hapa ni patakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Ardhi ina tabia ya kuongea. Maana yake nini? Yaani tabia ya kuongea ni kwamba mimi ninaweka alama gani kwenye ardhi na mwingine anaiona. Nimejieleza vizuri? Amen. Ili ukitaka kujua kwamba ardhi inaongea, wewe pita barabarani. Umeshaona alama za barabarani? Umeshaanza kuziona? Au ziko hewani? Ule mtu umekamata nini? Ardhi. Na kile kibao. Tena nyingine wala hata hawaandiki. Lakini wewe ole wako na gari yako. Kwa mfano wameandika 50, wamebandika hivi. Sasa wewe ukiona kibao barabarani kimeandikwa 50, maana yake nini? Speed ngapi? 50. Wewe nenda 80.
na mbele kuna askari, nini kitatokea? Ardhi imeongea. Haya, umeenda baba akakuonyesha hivi. Hiyo maana yake ni kuna kali, si ndio? Aweze hii gari yangu ndio nimetoa bandarini mpya. Na amekuandikia 30. Wewe kaenda pale 100. Nini kitatokea? Utakata hizo kona? Utaweza. Ardhi inaongea. Kuna alama gani za nyakati hapo? Tumsifu Yesu Kristo. Yesu alipoletewa yule mwanamke ambaye alifumaniwa, wale waliplani wampige mawe. Kwa Wayahudi, watu wakifumaniwa, mwenye kosa ni mwanamke. Na napaswa ndio napaswa iwe hivyo. Au mnasemaje? Tupitishe leo. Hivi watu wakifumaniwa live, mwenye kosa nani? Haiwezekani, unakosaje wote? Tunataka kwamba kwa mfano hapo hili swali lina maksi 10. Na ukipata una 10,000. Watu waliofumaniwa, mwenye kosa A mwanamke, B mwanaume. Hakuna C wote. Ina A na B tu. Hatuna C. Mwenye kosa ni nani? Ngoja niwasikia na wake wenyewe. Wakifumaniwa mwanaume na mwanamke, wanawake nataka mjibu. Mwenye kosa nani? Mwanamke. Mwanamke. Mwanaume. Mwanamke. Hapana. Haya, wanaume japo wako wachache hapa. Haya, wanaume mpaka huko sasa watajibu. Mwanamke na mwanaume wakifumaniwa, mwenye kosa nani? Wanaume twende. Sasa kwa Wayahudi, fumanizi ikipatikana, mwenye kosa ni mwanamke. Kwa nini hivyo? Kwa sababu sema vyovyote vile piga huwa garagaza. Wao wanaamini hivi kwamba mwishoni mwa siku lazima mwanamke awe amekubali. Maana kama angekataa ingewezekana? Ni mwanaume na bangi zake, aje na gari, asije na gari, aje nini, vyovyote vile. Lakini wao ukisema no, itawezekana? Nimejieleza vizuri? Ndio. Kuna kijana mmoja kule Mererani. Nilikaa kule Mererani. Alikuwa anamtafuta kule huyo binti. Tafuta. Binti akamtakalia kabisa. Tena sikio ndo binti anamwagia matofali ya kwao kama hapo. Jamaa akaja. Sasa katule ndio simu zimekuja kajitia. Mama hivi wewe nikwambie nini, hebu pita huko. Mtolee gundu mimi, pita huko. Mtu mwenyewe gari yako ni namba A. Unaonyesha ni jinsi gani ulivyo mgumu kuhonga wewe, hapo unanipata toa gundu lako. Sasa kuna magari bado. President wewe hapa leo namba yako ni A. Inaonekana ni mgumu sana. Jamaa karudi tena. Lazima kaenda na gia nyingine. Mtabara mwangu kumbe akamshauri kimwenzake nipigie loud. Wewe piga ile nataka loud. Tena huyo. Hello, wewe ndo Mr. Mode? Ndio. Okay. Tunataka kufahamisha kwamba makontena yako yale tayari yameshafika hapa bandarini na tumeshatoa. Sasa zile sanitrela 2 zimechukuliwa, lakini kuna haya ya futi 40 pia yamebaki kama 4 hapa. Sasa hatujaona gari yoyote na storage charge hapa na nini itaongezeka. Kwa hiyo tunaomba kwani ina maana magari yote 8 niliyotuma asubuhi hayakuchukua mizigo? Sema yale 8 yamechukua mheshimiwa Sabani boss, ndio. Yale 8 yamechukua, lakini kuna 4 yamebaki. Mzigo wako mzee ulikuwa ni makontena 12. Kuna yale 4 ya kwenda Mwanza, 4 ya kwenda Mbeya, na haya ndio yale uliosema yanaenda
Burundi, si ndio? Rwanda, si Burundi mawili hayo ndio. Sasa ndio wenye mali zaidi. Wanaachaje hayo? Sasa mzee sio ameacha, magari hatujayaona. Wewe namna gani? Anaongea akakata. Haya, okay, tutashughulikia hilo. Sasa kwani unasikia nani? Mimi sina mpango. Kwani mimi nimekataa? Mungu atuhurumie. Mungu atuhurumie. Muone, mwanzoni huyu alikwambia kaza huku. Wacha kunisemesha, toa gundu yako hapa. Mtu mwenyewe namba yako ni mgumu wewe. Lakini sasa baada ya kusikia makontena, kwani mimi nimekataa? Ndio Wayahudi wanaiongelea kwamba mwishoni mwa siku ardhi inaongea. Tuko kwenye kipengele cha kuongea. Amina. Yule mama walipofumaniwa, yule mwanaume hatuambiwi aliwashinda nguvu, hatuambiwi alikimbia, hatuambiwi cha msingi wamemleta yule mama pale. Huyu tumemfumania na kadiri ya mila na desturi zetu za Kiyahudi, huyu anatakiwa apigwe mawe mpaka. Je, wewe Yesu unasemaje? Yohane 8:3-11 utaisoma mwenyewe pale. Sasa alichokifanya Yesu, akaanza kuandika. Ardhi sinaongea. Nasema akaanza kuandika chini. Sasa tunakuuliza mzee, unasemaje? Akasema ambaye hana kosa. Tena anasema tu katika ujumla, ambaye hana kosa awe wa kwanza kumpiga mawe huyu. Lakini kuna kitu naandika hapa. Ngoja tukaone anachokiandika. Ardhi inaongea. Kufika pale kila mmoja ucheki hivi. Wewe mwenyewe juzi ulitembea na shangazi yako. Bora hata hii. Akaja na jiwe pale. Akaja mwingine kuja kucheka sema, wewe ni mwizi, tena mwizi wa sadaka. Kule sinagogi ulienda kwa sababu ukaipe. Akaja wewe umesogeza mpaka. Kila mmoja wakamwachia Yesu mawe pale. Waliza pale. Cheko inuka kabaki yeye na ule ndio. Mzee, wako wapi washtaki wako? Hakuna aliyeonekana kuendelea kuhukumu. Basi hata mimi sikuhukumu, lakini usitende tena. Ardhi inaongea. Ardhi inafanya nini? Inaongea. Ardhi inaongea. Ni sisi tu. Ardhi inaongea nini? Ardhi ya pale kazini inaongea nini? Hiyo biashara yako haiendi. Ardhi inakwambia nini? Labda hiyo biashara sio yenyewe, badilisha. Tumsifu Yesu Kristo. Badala ya kubadilisha biashara, wewe unaanza kuhangaika na wakina Kalmazira. Hapa pale kigu peke kwa ganga. Unaleta pale. Unaona jirani kaweka udi na wewe unachukua udi unaweka. Sasa hili ni wengine wenzao. Basi. Kumbe tuna ready. Ningeendelea kusema zaidi. Sije nikapigwa mawe kule. Tumsifu Yesu Kristo. Ardhi inaongea. Isaya 45:8 tumalizie pale. Isaya 45:8. Isaya 45:8. Isaya 45:8. Isaya 45:8. Neno linasema, dondokeni enyi mbingu toka juu, mawingu na yamwagike haki, mawingu na yamwage haki, nchi na ifunuke ili kutoa wokovu. Amina. Nchi inaongea. Kwa hiyo nchi inatakiwa ikifunuka itoe nini? Wokovu. Ndicho tunachokitaka. Kesho nchi ifunuke itoe nini? Wokovu. Mungu ataachia baraka zake. Lakini anapoziachia zile baraka zinakuja kwenye ardhi. Je, ardhi ya nyumbani kwenu itafunuka? Itakufungukia ili upate huo wokovu? Upate hiyo baraka? Upate hao watoto waende shule, itafunuka ili uolewe, ili uoe? Tumsifu Yesu Kristo. Mungu anaachia baraka, lakini je, ardhi ya nyumbani kwenu imetunza kumbukumbu gani? Itafunguka hiyo ardhi ya nyumbani? Geukia mwenzako mwambie, ardhi ya kwenu ikoje? Mwambie ulivyo ndio ilivyo ardhi ya nyumbani.
Tumsifu Yesu Kristo. Kwa lazima uifanyie kazi. Amina. Tunapojiandaa kuja kwa sadaka, sasa tunaoanisha somo la sadaka la jana na ardhi. Amina. Tunaoanisha somo la sadaka na ardhi. Ulitoa sadaka wapi? Ulimtolea nani ukaacha nani? Alafu bado unataka ufanikiwe. Walawi 17. Walawi 17:3-7. Alafu wakati huo ujiandae kwa sadaka. Walawi 17:3-7. Ana muda umeshaisha. Twende. Walawi 17:3-7. Twende. Mtu awaye yote wa nyumba ya Israeli atakayechinja ng'ombe au mwanakondoo au mbuzi ndani ya marago au atakayemchinja nje ya marago. Malango. Twende. Endelea. Wala hamleti mlangoni pa hema ya kukutania ili amtoe kuwa matoleo kwa Bwana mbele ya hema ya Bwana. Mtu huyo atahesabiwa kuwa ana hatia ya damu. Shikia kwa. Toka pamoja. Jana tuliongelea juu ya sadaka. Ule moyo na kusukuma. Wewe umetoa sadaka wapi? Huyu katoa sadaka katika malango yake. Lakini hajaleta tena ya kuchinja, hiyo ni ng'ombe, ni mbuzi au kondoo, kwenye malango yake. Lakini hajapeleka kwenye hema ya kukutania. Tumsifu Yesu Kristo. Yaani umechinja vinono, umetoa masadaka makubwa, lakini haya masadaka hukuleta madhabahuni pa Bwana. Ardhi ya nyumbani kwenu ikanywa hiyo damu.